Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Mmeanza ni kama sikuwa nimejitayarisha bana. Lakini tuanze upya. Let us start again. Si tulikuwa tumekueliminate? Niko ndani bana. Nini? Here. Si last time tulisema my YouTube channel. So si utulie, relax. Yes, welcome back to our YouTube channel. Inajitanga the Afande family. For those who are new, karibuni sana. Yeah. Na kwa wale ambao ni returning subscribers, thank you so much kwa kutupeleka mahali umetufikisha. Sawa sawa? And today we are here to give you something new. Yeah. Yenye probably maybe you have seen something similar, but on our page this is something new. We are calling it 2 takes, 1 mic. It's not podcastish, it is just a segment where we will be giving you stories and experiences like that. probably a week which will be aired. Itakuwa inakuja weekly once per week. Yeah. Sawa sawa? And you tell us if you like it, tell us if you want more of it, give us topics you'd want. Of course we want more of it bwana. Na watupe topics wanaweza taka kuona hapa. Si ndio? Mtatupea. Of course they will want more of this. Kwanza ni nani huyo ana watch hii intro na haja subscribe? Ni nani huyo? Who is that? Teremka, subscribe, like, alafu tuendelee na video. Yeah. So today we kickstart with something yenye if I may say so. Mimi I am a proud millennial. I am a very proud millennial. Must be nice. Sawa sawa? And na wewe je? I am a proud millennial. Jamani, stop lying. Me I'm a proud Gen Z. So unajua by the way siku hizi kila kitu tunaekelewa. Likaria kwero. Eh? Likaria kwero. My lord, what does that even mean? Millennials unaelewa? Wewe millennial uko nyuma hapo. Si unaelewa likaria kwero? Ken ni millennial? Maheni. Likaria, you don't know Queen? Do you know I know Quail, but what does Rikaria Kwero mean? Meanza? No, let me tell you. Can I explain to you what it means? These are people who were born during an era where there were so many stories about quails, eating quails. But there have been stories of quails when I was in existence. No, you are not. Sasa unataka kusema sijui. Na I even know the eggs, the small ones iko na spots. You are not. Story ni yangu ama ni yako? Ni yangu. Yo. Koma. Yani your existence iliandamana na the quail era. Sawa sawa? Oh well, acha nikubali. So me I'm a proud Gen Z. Sisi ni wale tunaambiangwa hatusikiangi. Kila kitu siku hizi by the way unasikia our Gen Z, even if it is not a Gen Z. But see, Gen Z is just a generation. It's not like siku hizi is just something else. Hata ukiona mtu amevaa tao venye hutaki, unasema unaona hawa ma Gen Z like anywho, Si character yenu. Mimi na nani? Gen Z wenzako. We are not the same. Gen Z is a generation. Mimi na another Gen Z, we have different characters. Are you sure? Ni venye tu, we are not easy to lie to and to manipulate. What do you mean you are not easy to lie to? Kwa sababu you millennials have been there taking everything. Us, we have come and we want things done like the right way. Unajua nyinyi mlikuwa mnapigwa shule vibaya sana. Sio ilikuwa mzuri. That was good. Yeah, for us, huwezi nipiga hivyo, nitaenda home na hakuna kitu tutafanya. Nitatoka niende home. But hiyo ilikuwa sawa. No. Unaona sasa? No. You see now? Millennial
Kai, wacha niache kurusha shades. I was almost karibu nirushe lakini Rusha. By the way, I was supposed to be taking what he's taking, but fear men. No. You know what he did? No. You know why I am taking milk instead of whatever he's taking? You see, hii ni uji. Sawa? Na mimi nilifaa kunywa uji. Hii ni uji. Cameraman, hii ni uji. Hii ni uji, sawa? Uji gani? Uji ya Jaden. Uji ya Jaden. So today we're going to be talking about, we're going to be comparing upbringing. No, we just want to see the difference. Not even the difference, like ni maisha gani ilikuwa lively between ni akina nani who enjoyed their childhood. Is it us or is it you guys? Let's see. Acha tuone. Ni nani, like hata wewe tuambie who enjoyed, nani wali enjoy between Gen Z na millennials? Yes, who enjoyed. What was there to enjoy about your life, first of all? Oh my God. What was there to enjoy? Oh my God. What was there to enjoy? Smartphones were a story, right? We didn't need smartphones to be happy. We did. As we had smartphones. Courtesy of the technology. And parents. Yeah, definitely. Yeah. Courtesy of? I want you to say it. Please. We taught millennials. Courtesy of? Let me tell you. You had smartphones. Wait. You had smartphones. Courtesy of? It is all right. Yeah. But the phones the millennials were using, hizi smartphones ni ile unapigianga na mama yako anakuambia, ulikuwa umesema M-Pesa iko wapi? So, niwaulize. Ndivyo imeask, mlikuwa mnataka sisi tufanye nini? Tuende tuambie Microsoft tuleteni simu. In the era of and your songs were but I like old school music, so some songs were a bit absurd. Like which one? Can you imagine? Alibahatika kwenda ngambo. No problem. Now sasa sikiza nikueleze. Unajua? Sahi. Tarik. Utakuwa unaambiwa kuna fika fine. Hiyo ndio ilikuwa ngoma zako. Ukwela fine. Hizo ndio ngoma zije utakuwa unamwambia. At least. Can you imagine? Utakuwa unamwambia kuna kwela fine. Hiyo ndio ilikuwa ngoma yenu. Si ndio? Those were your songs. But you were during your time. But mimi, at least nitakuwa nawaambia mimi leo niko da. At least aliyenipenda nisha. You see, songs zilikuwa kare 1 kan kare 2 kan kare kare. Sasa hizo ndio mnakuwa sizo sasa unaona ni song inabamba sasa. High school dance zenyu zilikuwa zinakaaje? Kangaroo dance skip tomorrow. Those were good songs bwana. Nini kadunga. Yes, we enjoyed. Alafu Gori Creeper. Do you know those things? Si tulikuwa tunafanya nini hizo? Kwani ni vita mlikuwa mnaenda? Hadi kulikuwa na nyingine ilikuwa inaitwa makunguni. Tuko tunafanya. Kwani ni So pia yetu ilikuwa fun. Yeah. Sasa yenu. Wezi ni convince. Actually, if we start with early childhood. Unajua sahi communication, yani your relationship with other people might be not as good as with other people. How? With millennial, because from upbringing yetu sisi tulikuwa tunachukuana kijiji mzima, like the whole kijiji tunaenda kucheza, tunaenda kuedhabira. Do you know Duvambara ro? I know, but yeah. You will never understand. My intrusive thoughts will not let me swim in a river. I am thinking of crocodile,
tu vitu twingi twenye tunaweza kwa hiyo maji, so no. Babe wewe uko hadi na nini ya panga. Mimi niko na mpaka ni ya panga. Mimi hata sijui kushika panga. By the way, si matunda nilikuwa nimeenda kuiba, nikapigwa panga. Sawa. Sawa together bana. Lakini tuira. Yeah. Kukata nyasi. I don't know. Unaenda kukata nyasi. Sasa nyinyi wewe unajua kulima? Yeah. So, guys, sasa wewe unai-apply wapi right now? Tulikuwa tumeenda kupanda miti kwa shamba. By the way, you were not there, no, I was not. Yeah, you didn't see me doing it. Because ungeona where I have applying it. But we also had fun childhood. So unajua vitu zingine, some things are even common. Niambie what was your fun? What was my fun? Babe, nilikuwa naenda campaign. Narudi home naundwa. Campaign fun? Ilikuwa fun. Unaona kumbuka tule tuko fiatu karatasi twenye tuko na blada. How many times, I'm asking you, how many times were you doing it? I have gone to campaigns. No, campaigns ilikuwa mara ngapi? Ziko mara mingi na nilikuwa mdogo. Yes, exactly. It was very illegal for me. Mimi I'm talking about. Sasa Dufumpararo na campaign gani na nice? Dufumpararo bana. Wewe ujui tamu wa campaign. Dufumpararo. Tulikuwa tunakuja na hizo makofia hivi tunagawa huko. Dufumpararo. Najua uoni ikiwa fun, lakini ilikuwa fun. It is what is the fun of it was si nilikuwa napanda lori ya campaign, alafu nikikuja home na chapwa. So hata jenzi mlikuwa mnachapa. I thought ni sisi peke yetu. Sasa si ni jenzi amelelewa na millennium. Ni Gen X. Wewe umelelewa na Gen X. Mbona unatuwekelea? Si unaona? But actually, so bado wao na believe. You see, if I tell you our stories, zenye mimi tulikuwa tunashikana kwa kijiji. Tunachukua umbwa zetu zote. Umbwa zetu zote za hiyo kijiji. Tunaenda nini? Tunaenda kuhunt. Kuhunt nini? Si tunaenda kwa msitu kuhunt. Mnatoa wapi msitu? Kwetu kuna msitu. Mna hunt nini? Tunakimbiza tu marabbit. Maswara za msitu. What? Yes. Like tuko na 20 dogs. Like tuko na 20 dogs. Kila kijana anakuja na umbwa yao. So mnadhania lion ikiweza tokea hapo hiyo dogi itawaokoa? Huko hakuna nini? Hakuna lion. Huko hakuna lion. Na ikakishikwa kamoja, tunakachinja mbio mbio. But hata tunakachoma. Hata mimi tukiwa boarding high school, but it is the boys. For me it was disgusting as hell. Walikuwa ilikuwa itwa blada ndege. Lakini sasa I'm talking about kwenda kwa msitu. Kuhunt. You are a hunter. I was a hunter and gatherer. I was a hunter and gatherer. No. Hiyo si relate. You see? Sasa si hata wewe relate kwa yangu. Gani hiyo sasa? Ushaenda campaign? Nimekupea wewe, anipe ingine. Ingine yenye tulikuwa tunafanya like for fun. Mimi nimekwambia Dufumpararo. That is one. Haya. Hiyo kwenda kuhunt. Nyinyi mlikuanga na video? Video ilikuwa. Yeah, za DJ Afro. Video ilikuwa, lakini hiyo tulikuwa tunaenda kuona shule ikifungwa. Tukifunga shule. Kwetu ilikuwa tu hapo hivyo. But funny things sijaingia. I would be lying. So you see you did not apply. But nimewatch kwa TV. Sasa hiyo hata mimi nimeipata. Hiyo sio yenu. Hiyo sio yenu. Nipe kitu yenu, like something authentic. Nothing exactly as I thought. Unajua most miss kuparticipate. Unaona ukilelewa na strict parents, some things you have to like. So you think my parents were not strict? I would go knowing very well you're going to be, I'm going to get a very good beating. Unajua time yetu ndo kulikuwa na ilikuwa time yetu. Ilikuwa time yetu. Ifikia wazazi I was very young. Enzi za ifikia wazazi. You remember that thing? Nilionanga tu where people are doing absurd photo shoots. I was young. It was not haikuwa time yangu. I was very young. Unataka kutuwekelea? Ni yenu. Ni yenu. Kabisa totally. By the way guys, ifikia wazazi, it was during high school year your time. For real. Can you get which year was it?
Nilikuwa kitu class 4. Which year was it? I think it was in 2010, 2011. So hiyo ndio tulikuwa shule sisi. Uko shule? Ulikomaliza? I'm just curious. Hiyo ndio shule. Ngoja ulikomaliza shule? No, yes, want to know. Hiyo ndio time yetu tukiwa shule. Hivi kia wazazi ni ya Gen Z, si yetu. Mlikuwa high school. Huyu mtu ananifanya mtoto jamani. Wa 2010 babe, 2010 uko high school? Who says who? 2010 Says who? the door. No, I was. 2010 uko high school? Who says who? What una prove na nini? Wa kumbe wewe sika yangu. Mimi si wewe. 2010 nilikuwa what? 4-5 Baby class. No. 4-5. Unaona? Nilikalia kweli. 4-5 hapa. Rika ya kweli. Watu walisomeshwa na Kibaki throughout. But what did you nini mlikuwa mnafanya for fun with your siblings? Because sasa kaa sisi tulikuwa at least tunaweza fightia remote. Ile kitu tulikuwa tunafaitia ni mukoro. Oh my god. Do you know what that is? And we are very different. I do. Nyinyi mkifaitia remote, sisi tulikuwa tunafaitia nani atachukua nini sufuria after ugali. Unajua mimi na Ian tuko na difference ya 6 years. But mimi na Ian tumefrustrate daddy. Like we had a day kila mtu yake. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Sisi tuko nayo. For the remote, it was we hide the remote, like nataka hata nikienda duka channel nimewacha mtu asichange. So ninaficha remote. Sometimes ninaficha remote, ninasahau nilificha wapi. That time unaona zile vitu zinaitangwa butterfly. So hapa hivi kulikuwa na ka space hapa kwa kona. Butterfly. Ni kama nyinyi wazee mnajifanya hapa. Butterfly. Sasa butterfly ni kwani butterfly si hadi saizi iko in existence. Wewe wacha. So hapa nilikuwa napenda kuingiza remote hapo. So ukiingiza remote ilikuwa inaanguka inaingia huku kwa kiti huku chini. So how is that fun? I'm not saying it is fun. I am saying yani that is one of the things like we used to do. Yani memories zetu na siblings. Unaona sasa nikificha remote hivyo nasahau. Mimi memories. Tunatafuta Memories zangu sasa na zako ni vitu tofauti. Yaani wewe unaongelea remote, si tulikuwa naenda kukata kuni. Ngoja nimalize. Yes. Tuambie ya kuni. Yes. Kuni. Yes. And that's a memory that and it was fun. Wacha nikwambie. Mnaenda kukata kuni wapi? Kuni inaenda kwa shushu. Unaona kwa shushu? Niko shushu nimeenda lakini Huko shosho juu. anakati wangu wa kuni zinaletwa na lori. Ito gaga itanga. What are you saying? Nema india ngiatutingemenya. Ngiatutingemenya ulia muravuga. Unajua kukaa alikuwa amebuildia nini? Kuni a room. Ndo kukinyesha zisipatwe na. And who are you? Unja kutufanya ni feel kama mtoto wa Bill Gates. Dynasty. Dynasty jamani. What do you mean? Imagine. For real. Tukienda kwa shosho, nitakuonyesha hiyo nini. Because mimi I know ilikuwa asubuhi ama mnangoja mkule lunch. Mkishakula lunch, motito. It's not for fun. No, it's not for fun. It is something that must be done. Okay. Otherwise you guys will not have supper in the evening. All right. Yes. Unajua nyinyi hata let's say kitu kama githeri. You guys githeri mmepata ikipikwa na jiko. Plus tuko tunakataa. Si umesikia? Mnakataa chakula. Yeah. Githeri. Yes. For us like ilikuwa githeri inapikwa mtoto akulangi githeri. Mtoto wa mgani? Si mimi.
Napikiwa indomie ama spaghetti. Kameramani, unaweza zima hii kitu? Because according to how these things are going, Like on a serious note, according to how these things are going, we will never be the same. Githeri ilikuwa inapikwa, tuseme Sunday mnasamehewa, mnapikiwa mchele. Monday githeri inachemshwa. Hiyo ndio sapa mnaweza kula ya hii ya nini? Ya chumvi. Nini inakaangwa? Inaitwa aje? On Tuesday inakaangwa. On Wednesday inatafutiwa waru, inatengenezwa mukimo. On Thursday inaoshwa. Tena inakaangwa sasa bila kitu. Inaoshwa? Yes, inaweza kuwa imeanza kushikana, inaanza kugushoka hivi. You don't know anything about it. Mnaosha githeri juu inaharibika. Mnatupa chakula mtupe alafu Wait, I want to know that what I'm thinking is what you're saying. Yes. So githeri imeanza kuharibika. Yaani imeanza kushikana, like imeanza kuform. I know what that is, na sio ni kuganda. Si naosho inarudi nomo. Na niaje uko na tumbo sensitive? I don't know. Kama mlikuja kuniaribu, mungenipea tu, mungeniendeleza tu na diet yangu. Mungeniendeleza tu na diet yangu ya kitambo. What? Mungeniendeleza tu na diet yangu ya kitambo. Mnaosha githeri and then sasa Yes. Alafu the process ya kuipika hiyo githeri, nyinyi hata yenye inapikwa imepikwa, nyinyi mlikuwa mmepata era ya kununua githeri. Amjui kupika hata. Ndieni pale kwa duka. My friend, sisi ninawachwa asubuhi, kuni ndio hizo zenye mlikuwa mmetafuta kama jana, githeri inawekelewa hapo. Nyinyi mnafanya nini githeri? Nyinyi mnaakiriria. Mnaweka moto. Hiyo githeri by jioni iko imeiva. Unajua ni githeri yenye mahindi ni ya last season. Si mahindi yenye nyinyi mnasema hii mahindi ya nini? Bebejua. Ni mahindi ya last. Si wacha hii season yenye imekaushwa ya the previous season. Mimi napenda githeri ya mahindi soft. Hiyo unaona, but imagine for me it's funny how hiyo githeri ya mahindi ngumu inakuanga tamu. I don't know why. Nini but mimi ukaa nasema nimemiss githeri, wewe ukuangi. Hapana, hii githeri ya nini? Unaona hii githeri ya the soft one. Si kama hiyo githeri nyingine, I'm telling you. It is not the same. Sasa I was giving you the story. Tunaambiwa hiyo githeri mwakiririe kana mwage gwakiriria muke muothambe moko ni mukundia hwaini. The African parent comebacks. Exactly. Like you don't cook in the evening, you will wash your hands, come with a knife and slice me up and eat. And sometimes kama mimi nakumbukanga there is a day, very serious, this is a very serious story. Sisi tuko kwa shosho. Ilikuwa hapo karibu. For us. Kwa shosho ni hapo karibu. Tuko kwa shosho, ameambia sasa watoto wake, sasa my auntie zangu na uncle unajua githeri ndio ive, inawekangwa kwa maji kwanza. Kusoka. Inasokiwa, mnaweza soka kuanzia asubuhi mpaka saa 7. Ndio hivi haraka. Ndio alafu sasa saa 8 muwekelee, ndio by jioni iko imeiva. Hapo venye tumeisoak. Unajua siku hizi kuna pressure cooker, so naona akiongea kuhusu a lot of time. Hapo tunaisoak, ndio the same place tunacheza mpira. Uwanja. Ni uwanja hapo. Unaona hapo kwa shosho? Unaona hapo nje? I'm predicting the end. Unaona hapo nje? Hadi tumewekelea kwa sufuria hapo. Wacha mpira igongwe, iharaganie githeri yote. Mlidu? Niambie mliambo mkote. Hadi tuokote. Kwani kuna mtu alisimama huko? I cannot tell you how the story ended, because the minute hiyo githeri iligongwa na hiyo mpira, kila mtu kila mtu alikuwa scatter. Kila mtu alikuwa tafuta shimo usipatwe huko. But you ulikuwa favorite child. Did you really run? Yes, I did.
Nobody stayed there. Were you playing the ball? Yes, I was among the people who were playing the ball. But siwezi kumbuka vizuri nani alikonga hiyo mpira. Lakini hiyo tungeekeleana tu. Yeah. I think unaona mimi like the difference between sasa upbringing yako na yangu, unaona kwa shosho yako ilikuwa hapo, so mi kwa shosho it's traveling. So nasikianga shosho akisema ati nilikuwa namuuliza kwa nini kuka yangu anazurura na ng'ombe kama Masai. Like sikuwa na get. Unajua sasa upbringing yetu ni funny because ham grown animals, una grow ukiogopa kuku, ukiogopa ng'ombe because hizo vitu unazionea wapi? Sasa unaogopa kuku na ng'ombe. Even today. That was not the point. Unaweza chinja kuku. Sasa kama hakuna chakula na ni kuku iko mboga, you guys will not eat that. Yeah. Tabidi tu tuiname. We. You see? You see? Now why I'm telling you. Hatutawahi kuwa this. We will never be the same. You guys mmelelewa mkijua idhari inapikwa na pressure cooker. Sisi tunajua inapikangwa. Si ndo nasikia unasema ati from saa 7 hadi ndo hivi jioni. I'm like, what is kupika nini maximum 1 hour? 1 hour nini? Kwani hizo mahindi zilikuwa zinakaaje hizo za previous season? Si mahindi imekaushwa for 2 times. So okay, si relate. I'm just trying to put 2 and 2 together. You will not, because sasa hiyo time najua ni time yenye sisi tunacheza temporan na wazazi. Temporan. Waza hizi mzazi anakuambia kitu namwambia, "Bethe mama mimi." Sasa kama ni watoto hadi mnaenda kuchukua kuni, mbona mlikuwa mnachapwa? Because us we were doing literally nothing. Yeah, exactly. Hata ukiangalia mlikuwa mnachapiwa. Si unaweza pata tulienda kuchukua kuni like asubuhi. Tu kwenda kuchukua kuni, tukaenda Dufambararo kwanza. Nimekumbuka kitu. Nimekumbuka story ilinipea ya kiatu. Ya mimi hata unaona hiyo? Na funny thing si kuchapwa hiyo. Hebu waambie sasa, unajua unawaanzisha katika timu I know then they don't know. Sasa historia nataka niwapee jamani. Umesema Dufambararo nikaikumbuka. Unajua sisi hatujalelewa ina ati familia ya, tumelelewa familia ya kungangana. Let me put it that way. Tumelelewa familia ya kungangana. Sasa mzazi anangangana, anakununulia tafis as a millennial. Tafis. Butter tafis as a millennial ya kwenda shule. Inakuasha. Wewe badala kuachana nayo uende shule nayo, unaamua acha nivae nikienda Dufambararo. Haya, na unajua Dufambararo lazima mtoe viatu, mtoe nini? T-shirts, shorts. Mbaki tu na short peke yake. Sasa nitakuwa explainia aje, because I don't know how I'll tell you how mtu sinakwanga mahali kwa hivi. Like sisi kwetu ni hii side. Alafu hii side ni another village. The river between. Sisi tulifanya the river between. For your information. Watu wa Kigogo mpo. For your information, I did the river between. Sawa? So the river between, there is hii kijiji ya kina Wayaki na hii kijiji ya kina, nilikuwa naitwa aje? What was the name of those 2 girls? Nyambura. Yes, ya kina Nyambura ni huku. Akina Wayaki walikuwa wanapatana hapa katikati na akina Nyambura wakati ya kuchota maji. Sasa sisi tuko naenda hapa chini kuogelea. Although kuna beef kati ya watu wa hii kijiji na watu wa hii kijiji. Unaelewa? Vijana that is. Sasa tukaenda kuogelea, mimi tukatoa nguo, viatu nini, kiatu mpya kabisa, hata sidhani imeenda shule hata wiki moja. Tukatoa nguo, tukatoa kila kitu. Tukabaki na short, tukaanza kuogelea. Kidogo tukasikia mzee anapanga. Nani hao wanakuja kuharibu maji hapa? Ni mara ujuga mai.
Si ni kutoka na kujua ni kupiga kuku. like hiyo maji ni fresh. Inafaa kusettle. No, ina flow ikiwa safi. But mkiingia, unaona mkiingia, mnaikoroga, which means mwenye anatumia maji somewhere else anapata maji iko na not clean water. The other hapo chini it is not clean water. Mzee kuja na panga. Wewe unaweza ngoja mtu na panga? Si ni kuingia ile Napier grass, ile Napier grass iko karibu. Par! Hauna kitu. Tatuna shot. Kumbe huyu mzee akikuja, yeye alikuja na akapita, lakini kuna vijana walikuja wakiotanga vitu zetu zote. Tamani naenda kuangalia kiatu ya Tafis. Sioni. Nikaenda sasa hiyo kijiji kingine ilikuwa inaitwa Ngecha. Nikaenda hiyo kijiji nikazunguka kuangalia kama nitapata mwenye ako na kiatu yangu. Sioni kiatu. Na what do I do? You go home, I go say home. kiatu imepotea. Niseme kiatu imepotea. As easy as a Gen Z. Unfortunately, it was not there of I Gen didn't see Z. that attack coming at as easy as a Gen Z. Unfortunately, it was not there of Gen Z. It was there of millennial. So what do I do? The era of kuhura. I will kill you. Not I will beat Kuhura you. gora ye. Not I will beat you. Okay, thiko thie kamite. No, it is not the era of I will beat you. It is the era of I will kill you. I will kill you Where and are your get shoes? arrested. Where are your shoes? Tell me where are your... Na hizo viatu nakwambia, unapata mzazi amezifanyia kazi, ndio anunue. Like save in bits. Because you guys are eating and you need these things. You need shoes, you need the good uniform. So mzazi ameisavia. Wewe within 1 week umeenda umeipoteza. Funny thing, me, I didn't go home. Mi ningeenda imagine. I didn't go home. Sikuenda nyumbani. Nilijua naenda kumado. I am going. How can you take yourself if the goat knew that it is walking towards the slaughterhouse, it would not have gone. So me as a goat, I knew I am not going to the slaughterhouse. Where? I didn't go home. Nikaenda, nikatafuta kibandaski. Nikangoja watu wafunge. Nikaingia chini ya kibanda. Ukalala hapo. Mimi ningeenda home imagine. I didn't go home. Unajua, but tuseme tu environment yako inakupea such favors of you can find somewhere to in town. Ni plots. Unalala wapi? Wewe si unajua home? Mimi najua. So where is that luxury? Si kuna shamba huko karibu, unaweza ingia kwa shamba. Kwetu hakuna. Kwetu ndio hii plot. Hapa mbele ni club. Hapa mbele ni watu wanakujua. Hata mimi watu walikuwa wananijua. Nilienda kwa vibanda na nikalala chini. Nikatafutwa. Alafu funny thing, nilikuwa nasikia mali nilikuwa ni kwa barabara. So nilikuwa nasikia watu wakipita. Nilikuwa nasikia akina madhe na fadhe wakipita. Wakaenda kwa show, wakanitafuta, hawakunipata. Wakanitafuta kwa huko kwetu kote. Like all around hawakunipata. Endelea anajua mali huko? No, hajui. That time hakuwa anajua kwenye niko. Kwani alikuwa mdogo? Hakuwa mdogo, lakini that time hatukuwa na yeye. Nikipoteza. Nikalala hapo. And do you know, sijui kama mpaka wale waliamini nilala hapo. I think basi yenyewe sisi ni generation ya kama mbaya. Mimi nitaenda tu imagine. It took the intervention of my grandmother nasema huyo mtoto asiguzwe. Kabisa. I cannot trust my mother. Mimi nayo atamwambia atire thena horodho kagione afana. No, unajua the problem now was kwa shosho yangu. Ni hapo karibu. No. Nilikuwa yule na ni shosho yangu ya babangu. That one. Lakini nadhani yeye alikuja akasema nisichapwe. They knew nikichapwa hiyo siku sitalala huko.
Nitalala Ngeche. Kwetu nayo kuwa na story ka hiyo. Nitalala Ngeche. Kwani if I may Madhe ask, ashainipiga. if I may ask, Nikamwambia nataka kwenda kwa shosho. If there is something, kama kuna indiscipline mama yangu alikuwa anachukia, ni hiyo ya ati umechapwa au unataka uingie bedroom uondoke watu ni uchapwe ukae chini. uko umenyamaza Na hapo. sisi ukifanya no noise. So ashainichapa nikamwambia, mimi nataka kwenda kwako. Aliniuliza shosho ni mama yako? Yani kwetu it was not allowed. If I may ask you, what are the kinds of punishments that you guys had? Kuchapwa. Kuchapwa tu, yani kuchapwa na slippers, kiboko, Slippers, mshipi. mwiko, mshipi. Kitu si tujaichapwa nayo ni mti. Hiyo nasikianga na watu. Yo. Ati vijiti. Yeah, Sijaichapwa. Wewe, kijiti nimechapwa nayo shule. Hujaitafutiwa kijiti? Na mama yangu, ama baba yangu. Mimi kwanza my dad hajai nichapa. Lucky you. Acha niseme I'm the only girl because that's not a reason, but me dad hajai nichapa. Mtu nimeona amechapwa na dad nikashangaa ni Ian, but I think it's because he's a boy. Lucky you. Sasa sisi our modes of punishment ni zingine za kiajabu. Kwa mfano katika sentensi. Mfano katika sentensi. Niko iko unajua kuwekwa kwa itara? What is itara? Itara is that you see wewe umeniambia kuni zenu zilikuwa zimejengewa room. Our time like ours kuni zilikuwa zinawekwa unapata kuna pole. Poles poles ni mti mrefu hivi but si zile za stima, smaller sizes. Unapata imejengewa roof imewekwa kama 4 ama 3. Kama ile ya bendera. Pole kama hiyo but sasa imewekwa from this side to this side. I get it. So kuni zilikuwa zinawekwa huko juu. Umeelewa? That ndio zinaendelea kukauka. Hii moto iko hapa chini inaendelea kuzikausha. So wewe hujaifungiwa hapo, mtu alikuwa anafungiwa hapo juu. Wait. Like moto imewekwa chini wapi? I'm saying si mnapikia chini like mnapikia chini. Jikoni yenu ni chini. Hizo kuni ziko hapa juu. Ziko hapa. Ana ikiwaangukia. No, if you die you die. Okay. Sasa unaweza fungwa miguu. Unaweza fungwa miguu. Miguu hivi. Juu chini. Uwekwe hapo. Upside down. Na kiboko. Unazunguka hivi kama nini? Mngefaa kuwa su what? Unazunguka hivi kama bira. Do you know inaitwa nini sasa hiyo? Bira. Hiki vijana wanapiganga hivi. What is it called? I think ni bira. I think I have had bira before but siko sure ni nini. That one. Unazunguka hivi tu kwa hiyo kijiji kwa sababu Mungu ana kamba. Unawekwa kiboko. Hata kiboko inakufikia. Umefungwa upside down na unachapwa. Kiboko inakufikia. Oh, my mother must have been very kind. Kiboko inakufikia mahali wewe hata ujui inakufikia, inaweza kupata uso. Because unazunguka hivi round. That was a punishment nakwambia. Nani anakuchapa? Kumi. Unajua mimi sengine mama yangu alikuwa ananichapa. Alafu nikikasirika sana ananiambia mama yangu pole. Si wewe nimechapa ni makosa. Hata shosho yangu alikuwa anasema hiyo but there is a day. There is a day. Sijui ni 10 baba ni nini ilikuwa inapotea. Na ikajulikana nani amechukua. Unajua alifanya nini? Enyewe shosho na yeye alikuwa on fire. You know what she did? Unaona maziwa ya Nyayo? Wacha na maziwa ya Nyayo like maziwa packet. In existence for maziwa ya Nyayo. Funny thing mimi sikuipata. Mimi sikuipata but those packets nilizipata. Packets zenye ziko mpaka saa hii. Na hizi packets zinakwanga triangular. Hizo. So unajua ikichomwa inatoa some nini? Naitwa aje? Ile ina dripping hivi. That was another punishment. Unachomwa na hiyo? Suliba, hii mikono ndio iliiba. Inamwagikia hivi.
siwezi. Uwezi na unafanya nini na utaenda wapi? Nitawassume. Where will you go? I will go. Where? Unichome. Where will you go? Nitakuja na chief. Chief akufanyia nini na chief anasema hora vio. Chief wataigenu. Tutigerera meito. Basi time yetu everything has changed because naweza enda ni report mom na ashikwe. Try that. Jaribu hiyo that time. Chief sasa mwenyewe unaweza enda kusema wallahi uwekelewe huko. Useme hata heri basi ningepigwa tu nyumbani na nikae. Sasa nimepigwa huko. Na venye umeenda kusema huko ukirudi. Wakati koji unaenda kunisema mimi. Mimi mama yako mimi. Wacha tuone nani kati yangu na wewe nani mama ya mwingine hapa. Unachapwa. Alafu funny thing, during the time unachapwa. Ulikuwa unawekewa food vizuri. Kula ushibe. Uchapwe kama umeshiba? Umekula umeshiba, umeoga, umeenda kupumzika. Kuja nilikukanya kufanya kitu fulani. Nikakusamehea siku nyingine. Sasa leo ni leo. Mimi sitakuwa nikisema kitu moja. Unapigwa na sasa umedanganywa tu vizuri. Alafu ni kama iko kitu traumatizing. Nikwambiwa ndakuigira haro. Do you know what that is? Umewekewa vita. Nimekuwekea vita. Because azina amekuchapa na hajamaliza. No. Unaweza fanya makosa. Ungefanya makosa. Aseme na sita wewe. Hiyo ni vita nimekuwekea. So unaenda ni kama umepewa yellow card. The next one ni kiboko. Yaani unajuanga tu. So utachapwa ya last time na hiyo siku. Yes. You just know I'm trending on a very thin thread. Yaani kila siku unakumbuka na unakumbusha kila jioni. No mimi nego ile haro. Ujue nimekuwekea vita wewe. Just know nimekuwekea vita. But all in all sisi ni kama sasa ni kama tunakuanga tuna. I don't know what it is because hata tufanyiwe nini wacha nikwambie. Tunaambiwa sitaki kusikia kuna kijana amekufia hiyo mto mnaenda kuogelea. Which is by the way my best friend tukiwa around class 3 alikufia kwa mto akiogelea. Sasa ulijulia kuogelea kwa mto? Alikufia kwa damu, hata ni damu. Ile damu hiyo damu ya Naiposha hiyo. Hiyo ndio damu ya kwetu. Watu walikuwa wanaenda kuogelea hapo. Kijana mmoja alikufia hapo. Lakini unaweza jienda kuogelea hapo. Sasa tunaambiwa jigwe udhiete damu ineyo. Vijana wanakuja ai kwani wewe unaachwa kwa nini? Kwani wewe ni muoga? Kwani wewe ni muoga? Twende. You rushing to prove a point. Yes. But in the evening you know the beating you will get. But unajua we were measuring the naitwaje? The beating and the fun you will have the whole day. Unapigwa 10 minutes yako, unapeana mwili 10 minutes unapigwa, but umeshinda umefurahia the whole day. Unaona? Yes. Siwezi chagua beating. If there is something that ilinisaidia. Wewe chagua beating? If there is something that ilinisaidia like as a girl nisipotee, ni the fact that nilikuwa naogopa vita. Like nikatu hivi ni imagine ikitu ninafanya hapa nitapigwa. I think the worst beating nilikuwa nayo, and I think nishaikupa hiyo story, ni tuliendanga Kasarani kwa sister ya Shosho. Kulikuwa na rurashu ya mtoto wake. Sasa tumefika hivi, tumeshikana na Caleb. Tukaenda hadi unajua ni Kasarani Mweki. Kwa Shosho ni Kasarani Mweki. Mweki yuko mbele kabisa. Tukashikana na Caleb. Tukarudi Kasarani Roysambu, but ndani kidogo. Place tuliingia ndani kidogo. Tukakaa. So kutoka event ianze, mama janiona. Makiu mimi na Caleb tuko kitu form 3. Mam ananipigia simu. Mimi najua nimekosea because mimi sikuwa na such freedom.
I was not allowed to be out of sight. But nimekuwa out of sight. Like anaona kutoka event ianze. Mimi nikazima simu. Kuna mahali nimepotea. Akakupigia simu. Ukiwa form 3. Ulikuwa na simu. We can continue from there. Akanipigia simu. Si hata wewe umeona? Si hata wewe you have noted the point Jumi najua nimekosea, nimeanza kutense. Unajua ile mnachochananga plus hata hatuko tuende mbali. Sijui tulifika aje ati tunapanda gari. Tuende all the way. Tukaenda, tukashinda. Karibu mama anaanza babu yako. Nani? Caleb. Babu yako, anakuwa babu yako. Caleb nafaa kumuita uncle. Nafaa but it's not That is how messed up African homes are. It's not possible. Sasa tumeenda, sasa simu yangu imeanza kupigwa, mimi nikazima. Caleb hakuzima. So mama ameitisha mama ya Caleb namba ya Caleb. Sababu mimi na Caleb si hatuonekani. So hatuko kwa event na obviously tuko pamoja. That time mimi na Caleb tulikuwa very close. Hata ungetupata ushago tukipanda miti. Haya. So Caleb amepigiwa. Mimi nilikuwa napanda miti. Wallahi shosho yangu akipata msichana juu ya mti. Mimi yake nimepanda miti sana. Hata saa hii. In fact, hata saa hii shosho yangu akipata juu ya mti msichana. In fact mimi hadi high school unaona venye flag kwama nilikuwa napanda pole. Jamani. Mimi nimeworld. Tumeanza kurudi. Caleb amepigiwa na new number akachukua. Ni nani? Mama yangu. Mko wapi? Tuko hapa hivi tunakuja. Hapa hivi ni wapi Caleb? Ako wapi Nyambu? Mpe simu. Because my mom kusikia tu sauti yake unajuanga tu. Wow! Today I am dead. So finally tukafika. That was my worst beating and my most embarrassing beating because mom aliniingiza kwa gari ya daddy. Alinipigia kwa event. Ni ndani ya gari but obviously people know because hiyo gari inafanya hivi. Una wrestling match. Nakumbuka normally mimi ni mtu naweza lia sana like spendi nini. But hiyo siku ni kama nilikuwa na piece of juu sikuwa nalia because I don't want sitaki ku scream because more tension than there already is like gari nafanya hivi juu hapo ndani ya gari ni pa nigoka na sijui oh my god again sikutoka kwa hiyo gari watu wasinione ugathie muhahe kumareria tukinyire ndirakuona ona irio ni urete bibi harusi amevaa nguo ya kala gani sijui yani tulifikanga hivi tukashikana na Caleb na tukaenda. I don't know anything about that event. Aki. Sasa hiyo ndio ilikuwa my worst beating. Lakini tulipigwa na ukarudi kwa hiyo gari tu ukakuwa umetulia. Nani kanyang'anya simu? Lakini sasa unaona wewe some of the punishments you guys are big event ni kunyang'anywa simu. Wewe una hangiwa na miguu. Very funny punishments. Umwaichomo wewe na makaratasi inakuchoma mikono. You have never. Ati ulikuwa na kazi unasema ukuli. Sitaki kukula ama unaingia bedroom. Ati ukuli? Weka. Hata chakula ilikuwa kidogo haiko inatutosha. Sikiza unaambiwa wanayoti gotoigana gaithuothe. Haiko inatosha sisi wote. So si must ukule. Hata no kwanza unasoma mpaka Bible. Sawa? Not only bread can man shall not live by bread alone. Yes. So go sleep. We'll see each other tomorrow. Yeah? You will eat the fruits of the Holy Spirit. But let me tell you, you will never understand the fun about our life, and we are privileged. We understand the fun of your life. To understand fun because we are there. But you guys will never understand how fun it was going hunting. Tunakumbuka zile barabara unatupitishanga saa ingine zenye ziko hakuna mtu anatembea. Guys, niwaulize. Huku miti. Let me ask you guys, I can't. Kutoka flyover kwenda mpaka Thika. Hiyo barabara ni mbaya? Unaijua? Imagine tulienda more than 3 kilometers. Hakuna mtu.
Hakuna mtu, hakuna network, gari kiweza pata punch hapo. Si unashuka na tunabadilisha mguu. Unashuka na nani? You see now that Kwani is, nyinyi mja watch Final Destination? you see now that is, hiyo ndio the good thing of being us. We know we have been to. By the way, I should take never nikupeleke Ile na siku huko tulikuwa chini. tunatafuta sherehe sijui ilikuwa na wapi. Tukaenda Dede. Ni Embu. Tulikuwa naenda Embu. Tulikuwa tumetoka mahali. Alafu tumetoka kwa jamii. Alafu tuka decide sijui nani ni Samido alikuwa somewhere else. Tony Young alikuwa somewhere else. Tukaweka pin. Wacha pin tupoteze. Tunaingia hivi tu katikati ya nani usiku. Tunaingia tu hivi katikati ya buildings, na si buildings modern kama hizi za ati huko ati ni zile buildings yenye nyumba mwe haha pale ni msitu, nyumba ingine hivyo. Sasa venye tulifika mahali tukafika dead end, like in fence, hakuna mali unaweza enda ahead. Alafu tukirudi ukafanya nini? Akagonga, akatoa mkono hivi, akagonga hapo juu. Hata ilikuwa so mimi nikajiambia guy, hiyo ni mawe. Tumeisha. Namwambia funga vio. Ndo ananiambia ati mimi nimegonga because mimi nilikuwa nasikia disipumui. It is your bringing yenye, ni bringing yenu ya kuogopa vitu mingi. Hapana, ya kukua safe always. How safe? Sasa hiyo ni kukua safe ama ni kukua waoga? Ati sasa huwezi pita barabara ya flyover. Nyinyi mnataka tu light. Sasa hapo by the way ukipiga 911 bila network itaingia? Ingie kwa nini? Network itoe wapi? Inafaa kuingia. Si mtu upiga na simu haina line. For real. Inaweza ingia. Me I don't know. I am not sure whether inaweza ingia. But hiyo barabara iko sawa. Sisi ilikuwa around saa 6 usiku, around saa 5 saa 6 usiku. Si ndio? Ama ilikuwa saa ngapi? Nafani tulikuwa tunaenda sherehe tena. Tulikuwa tumetoka sherehe. Sisi na sherehe. Hizi sherehe zimetupeleka. Tulikuwa tumetoka sherehe Nakuru. Si ndio? Tulikuwa tunaenda sasa ile club ilikuwa pale, ndio inaitaje? Garage. Tulikuwa tunaenda garage. So tukasema baada tuingie Thika Road. Tukienda party. Baada tuingie Thika tukuje ati mpaka Nairobi, tunarudi tuendelee Thika Road hivi, tunapita flyover. Tunatokea hapo garage. Si ni hapo tu? Sina kwanga hapo. Hiyo ni hapo. Lakini the whole time I could not breathe. Alafu imagine uko you're not frustrated, yani uko terrified. Alafu unafika mahali unakanika una slow down na shindo, what are you doing? Alafu hiyo barabara haishi. It is the Gen Z upbringing. Niko nadhania kuisha. Leo umeamua una get rich with me. When peleka unitweka. Nakwambia it is the Gen, it is upbringing ya Gen Z. Hapana, mimi niliogopa. Yaani mimi I don't like hizo environments zenye mitini. Me I like where people can see me. Mali naweza piga nduru. No problem, lakini sasa hapo tunapiga nduru, hakuna mtu. Kwa lazima upige nduru, you can fight through. Imagine ukiona mtu, unaona mtu mmoja hivi na anatembea, unashinda huyu mtu suspicious. Huyu anaweza disappear atokee ndani ya gari. Yaani I have watched too many movies. You see sasa sisi tunaongelea real life. Wewe unaongelea vitu umeona kwa movie. But inaweza happen, what do you mean? How can they happen? There are movies. Ndio maana wewe watching horror. I don't believe. Kwako si realistic, kwangu ni very realistic. It's not realistic. Me I just like the movies zenye na hata movies napendanga tu movie iko na storyline. Like something. Sarafina ni nini sasa? What is that? Hey, what your favorite series? Sahi. Just your favorite series. Nyinyi hata TV shows zenye mmepata. Prison Break. TV shows, Prison Break is something which is realistic. How? Something that can happen. You can tattoo your body. People can do. There are people in this world who can dare do some such things. Mimi nakwambia, unajua nyinyi hata zile vipindi mmepata, sisi tulikuwa tunaenda kuwatch The Bold and the Beautiful kwa TV moja ya black and white, and we were very happy. Lakini The Bold and the Beautiful mkiwatch, acha nikwambie,
inabidi tu wazazi waende walale because just a peck scene. Nikimurarora mnaangalia nini? A peck scene. Umenikumbusha. Peck scene. But hiyo kwetu pia ilikuwa ina happen. Like kulikuwa na zile absurd ads zenye mlikuwa mna watch movie ikaenda break and then kuna card kamekuja hapo. Unajikuna mguu. Unajipa shughuli. Unaangalia. Unajua Texas Ranger kweli? No. In the eyes of the walker. Unaona ile ad fulani ya Walker Texas Ranger. You don't know Walker Texas Ranger? Yeah, that is. Kulikuwa na ad fulani ya mafuta Top Fry. But ikarudingi ikaeditiwa. Yeah, Top Fry. Like mtu alikuwa na like mguu anapandisha hivi nini. That one. Kulikuwa na anime chill. Before they made a decent one, there was another one. Anime chill. Nimecheat kwa nini yenu? Nyinyi sio nyinyi. But nilipata. Nimecheat hii, nimeacha kujichukulia vitu nyinyi. Nilipata. Kuna mtu mahali niliona akisema millennials wanaonanga ni kama tulizaliwa 2012. Nyinyi mlizaliwa nyinyi ni watu wa 208. Bebe 208 ni Ian. Mimi ni wa 208. Ni watu wa 208. So guys, kwa hivyo uko na underage kama mimi ni wa 208. No. Kama mimi ni wa 208, mimi niko 17 years. Are you sure? Kwani Ian siako? Yeye nako 18. Na ni wa 207. Uko 19. Say 18. Ian is a baby. Guys, this one is just kadogo. Next time tunaendelea kutoka hapa. Because the experiences of us, like how sisi wenye tuli grow, na vile venye most of you muli grow. Most of you, sema Gen Z, nobody will beat you. Gen Z. Wenye Gen Z muli grow, ni vitu tofauti sana. Hebu tuandikia hapa, what are some of the things zenye wewe you experienced as a millennial ama as a Gen Z? Na pia zenye unaweza taka tuongelelee. You see? But maisha yenu ilikuwa poa. How? Ilikuwa poa. Maisha yetu ilikuwa sawa sana. Ilikuwa sawa sana, ni watu wenye tungejiachilia kwa gunia. Like tunalala kwa gunia chini. How would you live without your phone? I can't imagine. You will never understand. You will never understand the era of writing letters and waiting for the letter. Letters tumeandika ni zile za high school. Hiyo sasa unaona sasa hiyo yako something ile ya it is circumstances inakuforce. Wewe ushaandika leo? Yes, I have. Yes, I have. Na nilikuwa na kizungu ya Shakespeare. William Shakespeare. Mbona hujaniandikia? Sasa simu nimepata simu na kuandikia gani? Simu na kuandikia SMS. Hapana, unaniandikia leo. Unaandika hapo juu open with a kiss. To the apple of my eye. Kuisha. I see you. Sasa hiyo unaishi kwa mama yako ni anakupatia hadi chakula. By the way, the era of writing letters, you guys fun. And can I tell you something? Imagine we used to tunachuna mpaka maua. Sisi tuko tuna spray perfume. No, sisi perfume tumetoa wapi bwana? Sisi perfume tunatoa wapi? Sisi tunatoa wapi perfume? Nakwambia tunachukua maua unaifix kwa hiyo karatasi. Like unachukua hata kama ni glue. Una stick hapo inashika. Ndio akifungua apate maua. Alafu unaandikiwa na mtu mwenye ako na the best handwriting. Yes, wewe unaandika venye unataka. Alafu unapeleka kwa mwenye ako na handwriting mzuri anakuandikia. Alafu ina calligraphiwa. Bahati yako mbaya, ukwe hauna hata shilingi 50 mkienda funky. Yule mwenye uliandikia lei, jamani kinakuramba. Kwa nini? Kwani mlikuwa mnabaiana vitu? Funky? Yes. Oh. Kwani mpatana na kina nani? Unaona jenzio wa Kurdi, watu hawezi pea mtu kitu. Sasa sisi kama saa yetu utapata there is a specific time ya interaction. Interaction ikianza mapema wanajuanga vitu zitaenda mrama. So what happens is kwanza kama tuseme ni sie ni za kadho. Ni kwanza muende mfanye what was supposed to be done.
Nesa ndo mnaruhusiwa. Christian Union ama nini hiyo? Ilikujanga ikachangiwa Catholic Association. Nilikuwa naendanga zote, nilikuwa naendanga za CU na za nini? Prefect wa entertainment ama wa nini? Wa games, prefect wa games. Bede si mnamjua? Wenye alikuwa prefect wenu. Hebu niambieni. Hebu nataka mniambie. Alikuwa na wakazia. Nani? Mlikuwa nao St. Michael? St. Michael, mlikuwa nao St. Michael. Alikuwa na wakazia. Unataka ule mwenye anashindanga akisema ati nilimwambia apige magoti akuje? Yes. We want compensation. How can a student akwambie upige magoti? Let me give you advice. If you're watching this and you're still in high school, please be a prefect. Life is so easy. The life of being a prefect. Imagine, sijui kama enzi yenyu ilikuwa hivyo, but kwetu ni kama we difference yako na mwalimu ni ati huwezi chapa mtu. Sisi prefect ni mwalimu bana. Sisi prefect ni mtu anakuvaa. Hapana, mimi ukinipiga nitakupiga. Usi sasa nyinyi ni jenzi. Sisi prefect alikuwa ni mtu angekuvaa. Mimi nilikuwa naingia class ikipiga noise, they are making noise. Unaingia, unasimama tu. You just enter, you start. Lakini nimeharassed for once. But nakwambia unaingia class unanyamaza. Huyo prefect. I want a rematch. Alikupiga? I want a rematch. Right now, I want a rematch. I was young. I want a rematch. I was young. I want a rematch. But then Miss J experienced bullying because me, I have parents who listen. Baba yangu atakuja shule. Miss J experienced bullying. Plus mi sijui kuficha. Sikuwa najua kuficha my parents what is happening. So tuseme mtu ameniambia kitu. Mama yangu atajua na atakuja. So guys, next time tunaendelea na hii topic. We are coming to talk about school life. Yeah. The school life of sisi na school life yao. In the next video, tupatane, we talk about it. If you like the video, please, I know you like it. It is not if you like. I know you like the video. Nani yeye anamaliza kuwatch video bado haja subscribe. Guza hii subscribe button. Hit the like button. Very good. Aya. Hiyo ingine ya like. Na ushare kwa wenzako. Na ushare. Na ucomment, leave a comment. To pair ideas. Yeah, we love you guys. Thank you so much for watching. Tupatane next time. See ya. Siku ni kama ya leo. Next time. Hapa. Yaani wanasemanga aje? Same time. Same place. Same what? There are 3 things. Same hosts. Same host. Same segment. Oh yeah, same segment. Yeah. Kwaheri until next time. Yeah, top was... shota. Top shota. Wewe hiyo ni ya Gen Z. Acha. Top shota. See you next time, guys. Thank you for watching. We hope you love our new segment. 2 takes, 1 mic. Love you. Acha niseme top shota, mseme nimeiba. Tafikiria yangu. Top shota. Siku zobo. Wagwan. Mimi naambia tu wagwan. Okay.